Majira ya saa 6 za usiku katika mkoa wa Kaskazini Unguja, wilaya ya Kaskazini A, katika hoteli ya Pwani Vanilla House, wamekamatwa wadada 11 waliokuwa wakicheza kinyume na maadili ya Kizanzibari. Mara baada ya kutokea tukio hilo, mkuu wa wilaya wa Kaskazini A, Riziki Daniel Yusuf, kwa kushirikiana na idara ya utamaduni pamoja na Baraza la Sanaa Zanzibar, wamefika sehemu hiyo kuwashikilia wadada hao. Wengi ndo kusikizeni hapo, kila mmoja akasema anatokea wapi Tanzania bara, lakini haijalishi kwamba mnatokea Tanzania bara ama mnatokea Zanzibar. Sisi tunawaona nyinyi kama ni kina mama, ingawaje si watoto wala si watu wazima. Hakuna hata mmoja alifika miaka 40 kati yenu nyinyi. Matumaini ya taifa hili la Tanzania kwenu nyinyi ni makubwa mno. Sisi ama serikali hii, matumaini yake kwenu ni kwamba mtalisaidia taifa. Mna watoto hamna? Ule mmoja najua ana. Mnao Mnao. Sasa mtalisaidia taifa, lakini mtasaidia na watoto. Lakini watoto wale wale mjue kwamba wanatizama mama anafanya nini. Watoto walio wengi hata wa kiume hawatizami baba anafanya nini. Hasa wanawake wanatizama mama anafanya nini. Umri huu unakwenda. Leo na miaka 36, 32, 28, 20 na ngapi, 24. Itafika pahali mtakuwa mna miaka 60. Itafika pahali mtapiga 70 na 80. Nategemea mtakuja kuishi vipi? Ama hichi mnachokifanya kuanzia hapa leo mtakifanya mpaka mkiwa na miaka 60? Hebu jitahidini, rudisheni akili zenu nyuma kidogo. Kaeni mtafakari. Tafuteni jambo ambalo unajua hili nikiliendeleza litatunza utu wangu, lakini litatunza utu wa watoto wangu na jamii yangu. Lakini hata nitakapokuwa mtu mzima, basi nitalifanya nikiwa na amani. Sijui kama mnafahamu. Kama hamnifahamu leo, lichukueni kwenye akili zenu mkalitafakari. Msione saizi mna age ya 24. Binafsi yangu nimepita huko kwenye 24. Sasa hivi nakaribia 50. Tumefahamiana? Tafuteni kitu. Kuna wanawake wenzenu chungu mzima wanahangaika, na mnawaona kujitafutia riziki ambazo ni za halali. Tafuteni kitu ambacho hao watoto wenu, wazee wenu, mnao nyinyi wanakutegemeeni. Wazee wenu mtakuwa mnajisikia amani kumpelekea mama shilingi 30 hizi, nenda katafuti angalau kitu. Mimi ushauri wangu ni huu. Jitahidini kurudisha akili zenu kwa umakini, kwenye umakini wake. Nyinyi ni taifa na linawategemea sana. Hilo lilikuwa ni moja. Lakini la pili, kwa lile ambalo limefanyika, sijui mlikotokea, lakini mimi naamini hata Tanzania bara hakuna ruhusa ile ya kwamba unacheza alafu unaichukua nguo kama umevaa kijora unataka kukipeleka mbinguni, alafu huku chini tena kukawa hakuna kitu chochote mbele za watoto wa kiume. Sidhani kama hata huko Tanzania bara mnakotokea kuna kabila linaruhusu kufanya vitendo kama hivi. Sasa kama huko hakuna, na hapa Zanzibar ndo vile vile, mila na silka na taratibu zetu za mazingira ya hapa, pale mlipo mpo kwenye jamii. Si kama mmejifungia huko kichakani mko peke yenu. Mko kwenye jamii. Pale nyinyi hawaingii pale watoto wa miaka 16, 18. Wanaingia. Sasa hiyo jamii manake inaathirika, tena inaathirika vibaya mno. Anapokuja kukuangalia wewe hivyo ulivyo, manake akitoka hapo akili yake tayari imeshabadilika. Na ndio maana kama mnasikiliza vizuri kwenye vyombo vya habari, mtoto ana miaka 4, miezi 6 anabakwa. Nyewe mnajisikia raha? Kwa mfano awe eti nani, jina kuna nini vile lile Jamila, awe mwanao ana miaka 4, ana miezi 6, ametokezea mtu akumbaka, utajisikiaje?
utajisikia vibaya Basi ndio kinachotokea kwa wanawake wenzenu, sisi tuliko huku nje. Mnapokuweko pale, mnawapandisha watu mori, wanaume hawa vichwa vyao vinachemka kisawasawa. Sasa akitoka pale, yoyote aliyoko mbele yake, twende. Kwa hivyo jitahidini sana, tafuteni kazi za halali. Hatukatai sisi uwepo wenu. Kwa hivyo naomba hilo la kwanza, lakini la pili niwape onyo. Polisi wenyewe wataamua jinsi gani watakavyokwenda na kesi yenu, lakini mimi kama mkuu wa wilaya niwape onyo. Chochote watakachokiamua polisi, mimi naongezea kwamba either wataendelea na nyinyi na kesi ama wataamua watakachoamua, lakini onyo langu ni kwamba yoyote kati yenu, tushachukua vizuri, yoyote kati yenu atakayekuja kwa njia moja au nyingine, iwe baa ile ambayo haina leseni ya aina yoyote ama baa nyingine, hii Kaskazini ni kubwa sana, maana yake huyo hatua tutaenda kuzichukua kali zaidi. Ndugu mwenyekiti pamoja na wajumbe, sisi Baraza la Sanaa tumepewa dhamana ya kusimamia shughuli za sanaa na burudani kwa mujibu wa sheria yetu inayotuongoza kama ni tool muhimu ya kusimamia uendeshaji wa shughuli za sanaa katika maeneo mbalimbali yakiwemo mahoteli, mabaa, hata mitaani ambao huko tunaona masheha. Nikienda specific kwenye eneo hili, niseme tu Baraza la Sanaa lina dhamana pia ya kuwasimamia wasanii mbalimbali ambao wanaburudisha katika maeneo ya kibiashara, lakini hata katika maeneo mengine ya huduma za jamii, zikiwemo pia za mambo yetu yale mashughuli. Katika eneo hili tulipokea taarifa kutoka kwa maafisa wetu wa utamaduni wilaya, lakini pia baadhi ya wananchi kwamba katika eneo la Kiwengwa kuna eneo linafanywa shughuli za sanaa katika eneo la Pwani Mchangani. Katika eneo la Pwani Mchangani kuna eneo watu wanafanya shughuli za sanaa na burudani. Tukalitathmini, kulihakiki, kutaka kulitambua. Tukaliona halimo katika orodha ya maeneo ambayo tunayatambua rasmi kisheria. Sababu haya maeneo yanatakiwa yao yamesajiliwa na yamepewa leseni, na leseni zetu zina miongozo na maelekezo mbalimbali, ili mteja anayepatiwa, iwe mwananchi au mfanyabiashara, basi ile leseni, yale masharti yao yanamuongoza katika shughuli zile za kila siku. Tukagundua eneo hili sisi hatulitambui, tumepata tu kusikia. Ndio baraka zako mwenyekiti kutushushia maelekezo ili tushirikiane kufanya jambo la kudhibiti. Kwa hiyo jana timu yako uliongoza mwenyewe pamoja na sisi tulifika katika eneo na tukaendelea kujiridhisha kwamba kweli jana haikuwa mwanzo. Hizi shughuli zinafanywa kwa siku kadhaa na ziko kinyume na utaratibu. Kinyume cha utaratibu mmoja, kwamba eneo hili sio rasmi kama nilivyotangulia kusema, lakini DJ ambaye tulimkuta pale naye vile vile si DJ katika DJ tunao watambua, kwa sababu utaratibu lazima na yeye awe amesajiliwa, awe na leseni ya kufanya shughuli za burudani. Huyu ni kijana tu ameokotwa akafanya ghasia pale. Lakini tumeona kwamba kuna kundi la watu mbalimbali na wengi wao wakitokea upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano, lakini pia wapo na Wazanzibari pale. Wanacheza sasa katika michezo ambayo si ya kistaha, si ya heshima, si ya utu wala ubinadamu. Na katika hili ukiangalia sheria yetu kifungu namba 5, kifungu kidogo B cha sheria namba hii 7 ya mwaka 2015 inatutaka baraza tusimamie maadili, mila na desturi zetu. Kwa hiyo uchezaji ule tuliokuwa tukiusikia na jana tumeshuhudia kuona, kwa mujibu wa sheria hii, maana yake ni kwenda kinyume cha kifungu nilichokitaja, lakini zaidi mila zetu na desturi zetu haziruhusu. Vijana wale ambao tuliwashika baadaye kwa mujibu wa mwongozo wako, namna walivyokuwa wakicheza, kwanza uchezaji ambao unakiuka maadili ya Wazanzibari,
Lakini jingine tulishuhudia pale mwenyekiti ni mavazi. Swala la mavazi ni swala ambalo mara nyingi sana za utamaduni linapigia kelele kila wakati, kwamba Wazanzibari tumetakiwa kwamba tuvae mavazi ya stara na staha, lakini wale wachezaji tuliokuta jana pale hawakuwa na mavazi ya stara wala ya staha, hayawastiri wao. Na ubaya zaidi sasa, mavazi yale ni mavazi ambayo wakati mwingine yanawafunza, yana nguvu fulani ya kuwashawishi vijana wetu, watoto wetu, wenetu kuvaa kama vile, kwa sababu mtoto siku zote huangalia mtu mzima anafanya kitu gani. Kwa hivyo yanawashawishi vijana, na yanawashawishi katika hali gani? Kwa sababu ile baa, mwenyekiti, unakumbuka kwamba ni baa ambayo iko huru wakati wowote, yoyote, mtu wa aina yoyote, mwenye rika lolote ana uwezo wa kuingia. Na ndio maana kwa vijana wakati mwingine wanaingia, watoto wakati mwingine wanaingia, watu wazima wanaingia, na zaidi ya hapo. Kwa hivyo watoto wanaweza kaingia, na wanapoingia manake wakiyakutia mambo kama yale, wakakutia vivazi kama vile, vinawahatarisha wao kisaikolojia, wanaathirika kisaikolojia. Wakiathirika kisaikolojia sana, wao wanaanza kuingia. Kwa hivyo moja kwa moja tunasema kwamba pale maadili yamevunjwa katika swala zima la mavazi. Ni kwa Swahili tunasema kwamba ashiakum si matusi, lakini ni hakika kabisa kwamba mavazi wanayovaa ni mavazi ambayo hayawastiri kabisa, ni nusu uchi au zaidi ya nusu uchi, yalikuwa iko hivyo. Kwa hivyo kwa swala hili tunashauri wilaya, tunashauri serikali kwa jumla, hawa vijana kuweza kuchukuliwa hatua za kinidhamu, kwa sababu wamekengeuka yale maadili yetu ya Wazanzibari. Lakini nyingine, ndugu mwenyekiti, nikwambie kwamba miongoni mwa maadili tunayofuatilia ni swala zima la lugha. Namna gani watu wanavyozungumza? Je, wanazungumza kwa kuangalia kwa kuangalia zaidi rika, kwa kuangalia kwa maana ya umri, kwa kuangalia maeneo na kadhalika? Pale yalikuwa yanatoka zaidi maneno ya matusi. Zanzibar haiko hivyo. Wazanzibari tangu zamani tumefunzwa kwamba kila mmoja achunge ulimi wake, ajiepushe sana na maneno ya matusi. Na hapa tuchukue nafasi hii vile vile kuiambia jamii ya Wazanzibari kwamba sisi tunatakikana siku zote tunapozungumza tuchunge ndimi zetu, tujiepushe na masuala haya kwamba labda mtu pengine kukaa tu akatukana ovyo, matusi mazito. Pale unakulia matusi mazito yanatukana, haikubaliki katika maadili yetu. Kwa hivyo mimi nimalizie kwa kusema kwamba hawa vijana ambao jana tuliwashika, ambao wewe ndio ulikuwa mwenyekiti wetu, ndio mwongozaji wa msafara ule, wamekengeuka maadili katika mambo hayo mawili matatu. Nimezungumza mavazi kwanza, sio ni mavazi ambayo hayawastiri vyema na kwa sababu pana watoto pale wanaona kila kitu, lakini wakati mwingine lugha ilikuwa ni lugha ya matusi, lakini zaidi na uchezaji ambao wanacheza ni uchezaji ambao haukubaliki kabisa, uchezwa hadharani, kwa sababu mtu anaweza akacheza mchezo anaotaka, lakini akiwa ndani kajistiri mwenyewe, kajificha. Lakini hadharani kuna uchezaji maalum unaotakikana. Sawa sawa na mwezi wa Ramadhani, mtu kama atakuwa hafungi akila ndani chumbani kwake hakuna tatizo kwetu sisi kimaadili au kiutamaduni, lakini akila hadharani hapo haikubaliki. Sasa hawa walikuwa wanacheza katika mchezo ambao kwamba haukubaliki kuchezwa hadharani. Nimalizie kwa kutoa wito kwa Wazanzibari sote kwa pamoja, tuendelee kulinda, kuhifadhi mila, silka, desturi na maadili yetu, lakini zaidi kwa wazee, wazazi na walezi, tujitahidi kadri ya tuwezavyo kuwatunza watoto wetu, kuwalea katika malezi ambayo ni heshima, kuwalea katika tabia njema, lakini zaidi tuangalie wakati wanaotoka nyumbani na wakati wanaorudi. Unapomkuta mtoto saa 5 saa 6 za usiku hajarudi nyumbani, tatizo. Wewe mzazi unafanya uko wapi? Mtoto wako ndio kwanza miaka 10, 15, 20 hajarudi nyumbani, unafanya kazi gani? Tuisaidie serikali, tumsaidie Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi katika kulinda, kuhifadhi mila, silka,